Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie mikononi nione watu wa Nairobi. Asanteni sana. Basi, kwanza mimi nimesema poleni, nimekuja asubuhi sana. Nilikuwa nikuje kidogo iko sawa? Hiyo ya mapema ndio best. Basi, leo mimi nimefika hapa kwa sababu tuko na mpango, na ni mpango wa kubadilisha Kenya. Na hiyo mpango inahusikana na program yetu ya affordable housing. Mimi wakati wa uchaguzi nilisema tutapanga ajira ya vijana kupitia kwa mpango huu wa housing. Na housing sio ile ya wananchi peke yake. Ya wananchi ni muhimu. Na munaona Kenya mzima saa hizi tuko na nyumba 1170 tunaendelea kujenga, na zingine 1700 ziko njiani katika mpango wa affordable housing. Lakini mbali na hiyo, vile vile hatuchaacha askari wetu nyuma. Hawa askari ambao wanatusaidia kulinda maisha yetu, kulinda mali yetu, kuhakikisha kwamba kuna usalama katika taifa letu, pia wao wanafaa kuishi mahali ambapo pako na heshima. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu hiyo hawa askari wetu wa polisi katika hii mpango ya housing tunawajengea nyumba 27,000 kufikia sasa. Hapa Kilimani tunajenga hii nyumba 540 ya askari wetu. Mnajua askari hawa wamekuwa wakiishi mahali ambapo sio mzuri, wanaishi mahali penye msongamano, hawawezi kuishi na familia zao, na ni wazazi kama sisi. Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu tumeamua kama serikali ya kwamba wakati tunapanga program ya Housing Kenya, ili tuwaokoe wananchi wengi wanaishi katika vitongoji duni, wale wanalipa rent tuwapatie mpango ya kulipa mortgage. Na hawa askari vile vile baada ya kuishi nyumba ya hema wakuje hapa waishi mahali pazuri, watoto wao waishi mahali pazuri, wasome, na vile vile watusaidie katika kujenga taifa letu la Kenya kwa kuhakikisha kwamba mali na maisha ya Wakenya iko salama. Tumekubaliana jameni? Na katika sehemu hii sasa hapa nimeambia waziri ya kwamba tunataka hii kazi vile inaendelea polepole. Tunataka tuongeze vijana hapa ambao watakuwa wanafanya kazi. Hawa vijana wanafanya kazi hapa ni wachache. So Bwana Hinga na Mama Alice, mimi nataka tuhakikishe ndani ya mwezi moja ama mwezi mbili tumebadilisha mwenendo, ili vijana zaidi ya wale wanafanya hapa wakuje hapa, tuharakishe hii kazi ili ikamilike ndani ya mwaka moja. Ndio wananchi askari wetu wapate mahali pa kuishi, na wananchi zaidi na vijana zaidi wapate ajira. Ndio mimi nataka niwaeleze wananchi wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Tatizo kubwa Kenya tuko nayo ni vijana wengi wamemaliza shule lakini hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ili vijana wapate ajira lazima kuwe na mpango. Vijana hawawezi kupata ajira kiholela. Vijana hawawezi kupata ajira tukiharibu mali, tukilete fujo na tukiharibu amani. Vijana watapata kazi kama tuko na mpango. Na mimi nilisema ya kwamba tutakuwa na taratibu ya sawasawa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Tukiongea saa hizi tuko na vijana kama hawa wanafanya kazi katika program ya affordable housing, vijana 1320 Kenya mzima. Tuko na miradi kama hii 200 kila sehemu ya Kenya, na kuna vijana kama hawa wanafanya kazi asubuhi ya leo katika hiyo miradi. Hawa vijana hawakukuwa nafanya kazi kwa sababu program hii haikukuweko.
Now we have a program yenye itahakikisha kwamba vijana wa Kenya, maengineer, masorovea, wale architects, plumbers, technicians, hawa steel fixers, wale masons wanafanya kazi. Tunaelewana jameni? Kazi ya pili ambayo tumepanga ni kuhakikisha kwamba katika mitandao inaitwa digital jobs. Tuko na vijana wengine zaidi ya 1180 wanafanya kazi katika program ya digital jobs. Tuko na vijana wengine zaidi ya 1400 tumewapanga na ajira katika sehemu tofauti tofauti nje ya Kenya. In the last, kwa mwaka mmoja umepita ama miaka miwili imepita, vijana wengi hawa 320,000 wanafanya kazi affordable housing. 400,000 tumewapatia kazi sehemu tofauti tofauti duniani, in different countries. Almost 200,000 wanafanya kazi katika mitandao. That is how we are going to create opportunities for young people to work. Nyinyi mnanielewa? Unajua kuna watu wanachochea vijana. Wanachochea